Hello guys, welcome back to CEO Ryan TV. So guys, watu wameanza kufanya marriage iko ni kama show ile ya kuingia na kutoka in this modern generation, cause we have witnessed a lot of people co-parenting and we know very well that before wanze ku-co-parent na mtu kuna some point in life maybe mlikuwa mko married ama mlikuwa in a very serious relationship mkapata mtoi, then at the end vitu hazikuwa poa. Tumenormalize hii kitu and many people, celebrities are pushing this agenda kwa young people to the extent that young people wanafeel kuwa kwa marriage na kutoka then kuanza ku-co-parent na other person inakuwa ni kama ni flex. Kids wenye wanakuanga wamezaliwa kwa hiyo situationship or kwa hiyo marriage, hawa ndio watu wanaumia ama hawa ndio watu wanateseka, cause growing up we used to have families zenye unajua this my dad, this my mom, mnaishi pamoja under one roof and everything was okay until this new generation ime come up and technology imeharibu kila kitu to the extent that mtoi ana grow akiwa na stress. And of course during time ya breakup ndio mwanze ku-co-parent, mtoto lazima anaenda kuishi na mzazi mmoja, then mwingine atakujanga kumvisit ama kumpick time maybe ya holiday time watoi wako shule ama time kama weekend. And when mtoi anakaa na mama peke yake ama baba peke yake kwa hiyo situation ya ku-co-parent, these parents tend to incite the kids, like wanaambia watoi vitu zenye hakuna. Wanaanza kuambia watoi baba yao ni mbaya ama wanaanza kuambia watoi maybe mama yao ni mbaya cause tu wanaishi naye. So mtoi anagrow akijua my dad ni hivi na hivi ama my dad ni mbaya, ama anagrow akijua my mom ni mbaya, that's why they are not together. And this thing inakujanga inaffect mtoi even in future time anataka kuwa married ama time anataka kuingia kwa marriage pia yeye, cause ataona marriage ni kama ni scam, ataona marriage ni kama ni kitu haifai, ataona ni kama si poa atakuwa na mwanamke kwa life yake, ama akiwa dem ataona si poa kuwa na mwanaume kwa life yake, because their parents they will insert that kind of thinking kwa mind ya huyo mtoi. And hii inaendelea kuharibu our generation cause young people hadi imefika to the extent that hawataki kuoa cause wanajua wakioa at the end of the day wata break up ama wataanza kufanya co-parenting. So mtu anadecide badala ya kuwa na mtoi then waanze kufanya co-parenting na mama yake ama baba yake, anadecide akae hivyo bila kuoa ama akae hivyo bila kuoleka. And this is affecting our generation sana. Inafanya hata mtu hawezi focus na life. Co-parenting hizi ni vitu zilikuwa zinafanywa na wazungu, but right now ziko in Africa zinafanyika every day. And wazungu walikuwa wanafanya hivyo cause the rate ya divorce huko inakuanga so high. Again statistic wanga zinasema watu wenye wanga wana initiate divorce kwa marriage sana sana wanakuanga ni women. 69% or 70% inakuanga ni woman ndio anaanzisha story ya divorce kwa marriage. And many of them wakianzisha hivyo wanga wana target mali. So it's high time pia kama mtu anataka kuoleka ama akuwe sure na the kind of person anataka kuoa ama kuolewa naye, cause hata kwa marriage inakuanga for better for worse. Time unafanyanga wedding unakuanga umevaa umesema for better for worse. So hata wasi kuje aje kwa marriage inafaa ustick kwa marriage yako up to the end, but not just kwenda kutest the water uone venye life iko kwa marriage. Ukiona ni mbaya unatoka, ukiona ni mzuri unataka ufurahie. Kuna good times na bad times and many people uanga wana hyper time ya bad time. So inafaa before uingie kwa marriage uone the kind of person unataka kuishi naye for the rest of your life before you commit, cause hakuna haja kuingia kwa marriage and at the end of the day ni watoto utakuwa unawaumiza in the name of parenting. And again maybe mtu mwenye umeenda kwake next ama mtu mwenye umeoa ama umeoleka kwake next, ye ataki history ya ku-co-parent. Imagine umeka kwa nyumba yako alafu unasikia your wife anakuambia anaenda kuona baba ya mtoto kwake. Many things can happen. Hawa ni watu wenye washai kuwa na kitu in common, that's why they have a kid. So time ya kwenda huko anything can happen. You know we are all human being na hii mwili iko na damu, seti hii mwili iko na kemikali ama iko na oil, no, hii mwili iko na damu. So damu inaweza chemka anytime akienda huko and very bad things zinaweza fanyika huko in the name of co-parenting. So people should just be focused na wakuwe careful na the kind of person wanataka kuingia kwa marriage na ndio hizi vitu zisiendelee ku happen kwa our kids, cause watoto wana grow na depression yenye wazazi wenyewe ndio wamewaletea.